Habari za wakati huu, bila shaka unaendelea vizuri na una afya njema. Nitamani kushirikisha mambo makubwa machache ambayo niliyaona yanaweza yakawa na mchango kwako pia, maana mimi nimejifunza na yamenisaidia. Nikaona sio vibaya kama nikikushirikisha na wewe ili uweze kupata haya maarifa niliyoyapata mimi. Kuna mchango mkubwa sana wa maamuzi yako katika kuamua maisha yako na ya watu wanaokuja baada yako. Ni namna gani unaweza ukayatreat maisha yako yaweze kuletea matokeo yatakayokuwa na mchango kwa watu wengi ambao wanakuja nyuma yako na wale ambao wapo sasa katika maisha yako. Tukiangalia kuna watu wengi tunapenda kufanya maamuzi na mwili wetu umezoea kwamba nikipata changamoto nipate nafasi ya kufanya maamuzi ya haraka ambayo yatanipa nafuu ya wakati ule. Ila changamoto ya maamuzi ya hisia au maamuzi ya muemko ni maamuzi ambayo mwisho wa siku yanakuwa ni maamuzi yenye dosari. Yanahitaji upate majibu ya haraka ambayo yatakupatia utatuzi wa changamoto ya kwa haraka, ila mwisho wa siku yanakuwa ni majibu ambayo yanakuwa na dosari kubwa sana ambayo yawezekana wakati fulani ikabaki kama kovu lisilofutika katika maisha yote. Tunaweza kuona mfano wa mtu kama Adam na Eva. Adam na Hawa au Eva ni watu wa kwanza kabisa kuishi katika ulimwengu kwa wale wote ambao tunaamini kuhusu Mungu, kwamba Mungu ndiye aliyewaumba. Na baada ya kuwaumba hao watu wawili, aliwapa maelekezo ya kufuata. Ila kwenye maamuzi ambayo walikuwa wamepewa nafasi ya kuyafanya kwa utashi wao wenyewe, walikuwa wamepewa kuamua kula tunda la ujuzi wa mema na mabaya au kutokulila. Kwamba watakapokula wamekubali kutengana na uwepo wa Mungu. Watakapoacha kula watakuwa wamekubali kuishi katika maisha ambayo yako chini ya uangalizi wa Mungu ambaye amewaumba. Ila walifanya maamuzi ya muda mfupi, ni masaa machache tu yawezekana, wakaamua kula lile tunda ambalo walikatazwa. Baada ya kula lile tunda, matokeo yake hatuwezi kuyakataa kwamba na sisi tumekuwa sehemu ya yale matokeo kwa sababu tunatokea katika mkondo ule ule. Na yawezekana hawakujua kama matokeo ambayo wangeyapelekea yangekuwa na mchango kwa jamii nyingi kiasi hiki. Yawezekana wao waliwaza ya kwamba inaweza ikatokea kwao tu, kwamba watakapotenda hilo kosa basi adhabu itakuwa ni ya kwao, basi ikizidi sana ni ya watoto wao, imeisha. Ila kumbe walikuwa wametengeneza tukio ambalo lilifanyika kwa muda mfupi, ila adhabu yake imetembea kwa miaka mingi sana. Na tukiangalia kuna mtu anaitwa Abraham ambaye yeye alikuwa na mke anaitwa Sara, ila pia aliona ni vyema kuzaa na mjakazi wake baada ya kuona kama Mungu amemcheleweshea uzao. Na baada ya kuzaa na mjakazi wake akatengeneza jamii mbili ambazo hadi sasa zinavutana. Kuna hali ya kubishana kwa hoja, kutokuelewana baadhi ya tamaduni na vitu mbalimbali. Japo hivyo tunaweza tusiviseme kwa upana sana, ila bado kuna madhara yake ambayo yapo, ambayo mzazi wao wa kwanza wa hizi jamii mbili alikuwa ameisha tengeneza mazingira kwa kufanya tu hatua moja zaidi ambayo ya kulala na mjakazi wake ikaleta matokeo makubwa kiasi hiki. Ila pia tunajua kuhusu story ya watu wengine kama Samsoni. Kwenye Biblia kuna mtu anaitwa Samsoni ambaye anasemekana kuwa alikuwa ni mtu mwenye nguvu sana, nguvu nyingi sana, na alikuwa ni mnadhiri wa Mungu. Ila alifanya hatua moja tu ndogo ambayo aliona kwake ni ya kawaida, ya kumwambia yule mwanamke Delila siri ya nguvu zake. Matokeo yake yalikuwa ni makubwa sana. Alishindwa kuwalinda watu walioumbwa kuwalinda, akajikuta anakosa nafasi ya kusimamia yale ambayo yalipewa. Uhuru wa maisha yake pia ukapotea, akatobolewa macho na maisha yake yakaishia hivyo kama yalivyoisha. Na matokeo yake yawezekana aliwaza yanaweza ikawa ni mafupi sana, ila madhara huwa hayaamui wewe uliwazaje. Yanaenda kulingana na sheria za asili zinasemaje. Mungu alipotuumba aliziweka sheria za asili ambazo hizo kila mtu atakayezifuata, hata kama afanyi mapenzi ya Mungu, kwa sababu ni sheria za Mungu aliziweka, sheria za asili. Ni kama mtu anavyotengeneza gari, anaweka ile manyo kwamba gari inapokuwa ikifanya kazi lazima itumike hivi, iwashwe hivi,
iendeshwe hivi, taa zitawashiwa batani hii. Kwa hiyo mtu atakayefuata hizo taratibu kwa ajili ya kuendesha gari, hata kama hiyo gari sio ya kwake, itaenda. Kwa hiyo ni sheria ambazo Mungu ameziweka na hatuwezi kuzipinga. Kwa hiyo pale utakapozivunja, ukubali matokeo yake yanaweza yakatembea zaidi ya viwango ambavyo wewe ulivitarajia. Ila hatuwezi kusahau kuhusu watu kama kuna mtu tunamfahamu anaitwa Yakobo na Esau. Esau aliuza uzalio wake wa kwanza kwa sababu ya dengu, yani chakula. Hakujua kwamba matokeo yake yanaweza yakapelekea yeye kukosa raha ya maisha, amani ya maisha, kukosa uhusiano mzuri na ndugu yake, kukosa ule uwezo wa kufanya mambo makubwa ambayo Mungu alikuwa amemuumba, alikuwa amekusudia yeye ndio afanye. Kwa hiyo hivi vyote vinatokana na maamuzi yaliyofanyika ndani ya muda mfupi tu, na matokeo yake yakawa hayo tunayoyajua. Ila sasa kuna vitu ambavyo mimi nikaona ni vyema kama nikuwashirikisha ili viweze kutusaidia. Kabla hujafanya jambo lolote, lazima uzingatie kujiuliza baadhi ya maswali ambayo yatakusaidia wewe kuwa katika mstari sahihi. Kwanza, ukiona umekutana na jambo ambalo linahitaji maamuzi yako ya haraka, ni afadhali kupause angalau kwa dakika moja. Upause kwa dakika moja kabla ya kuongea, kutenda au kutoa maamuzi yoyote ambayo yanakuhitaji wewe uyasimamie. Ila baada ya hapo lazima ujiulize kitu gani unataka kusema. Na wakati mzuri niliwahi kumuuliza mtu mmoja, kidogo ni mtu mzima sana. Nilimuuliza kwamba ni njia gani ambayo alikuwa akitumia kufanya maamuzi ya kifamilia, hasa pale watoto wake wanapokuwa wamekosea, alafu yeye kama baba anatakiwa kusolve pale wakati fulani amekosana na mke wake, anatakiwa kuweka mambo yakae sawa. Amekosana na majirani, kuna hali ya kutokueleweka, kuna hasara fulani imetokea kwenye kazi zake. Ni kitu gani ambacho alikuwa anakitumia kinamsaidia, yani kabla ya kufanya maamuzi ni kitu gani alichokuwa anakizingatia kwanza. Akaniambia kitu cha kwanza ambacho nilikuwa nakizingatia ni kwamba ilikuwa ikitokea changamoto, nilikuwa naomba sana. Nilikuwa natenga muda wangu wa kutosha kuomba. Yaani muda wa kuomba kwenye kile ambacho ulikuwa ni mwingi kuliko muda ambao alikuwa akitumia kwa ajili ya kushughulika na changamoto. Kwa hiyo ile ilikuwa inamsaidia anapotoka kwenye maombi, amemshirikisha Mungu, anakuwa na wepesi sana kukamilisha lile jambo kuliko kabla hajafanya maombi. Na mimi nikaona ni vyema niwatangulizie hilo kwanza. Ukiwa kwenye sehemu ambayo unahitaji kufanya maamuzi, ni vizuri kwanza kumuuliza Mungu. Ruhusu Mungu ndiye akusaidie kujua ni maamuzi gani sahihi ya kufanya. Ndio maana nikakwambia pata muda wa kupause angalau kwa dakika moja, uchakate. Kama jambo likiwa kubwa sana, unaweza ukaomba muda hata siku nzima, ili uweze kulifanyia maamuzi mazuri ambayo hayawezi kuja kuleta athari hata kwa jamii ambayo inakuzunguka. Nikukumbushe tu, kama ukifanya leo jambo likaleta athari kwa jamii au uzao wako, hata kama wewe hautokuwepo, bado itakuwa inakugusa moja kwa moja. Ile ni jambo ambalo litakuwa linautafuna uzao wako. Kwa hiyo kama hakuna mtu yoyote ambaye anapenda jamii inayotoka nyuma yake iingie katika haso kiasi hicho, ianze kuteseka, hata Adam mwenyewe akufurahia kuona matokeo ya kile alichokifanya. Alifanya ndio, ila matokeo yake yalikuwa yakimuumiza. Kwa hiyo usifurahi sana. Ukija kuangalia watu wengi unaweza kukuta anasema nafanya kitu ambacho kinaweza kikanisaidia mimi nikala, nikaishi, nazingatia kwanza mimi na nini. Hakuna mwanadamu Mungu aliyemuumba kwa ajili yake. Kila mwanadamu aliumbwa kwa ajili ya watu wanaomzunguka au watu watakao kuja nyuma yake. Umeumbwa kwa ajili ya watu. Kwa hiyo unatakiwa kuishi ukiwahudumia watu. Vitu unavyovifanya, maamuzi unayoyafanya lazima uzingatie yana mchango gani kwa watu wanaokuzunguka. Ujiulize, hilo jambo unalotaka kulifanya au kulitenda au kulisema lina faida gani na hasara gani kwako na kwa watu wanaokuzunguka. Unaweza ukalifanya lisiwe na athari yoyote kwa mtu yoyote, ila likawa na hasara kwako. Hiyo nayo ni changamoto. Unaweza ukalifanya lisiwe na changamoto kwako kwa sababu inawezekana kwako unaona ni kawaida, ile likawa na hasara kwa wengine. Kwa hiyo lazima uone
kuna vitu sawa, tunaweza ukasema kwamba hiki hata kama watu wakisemaje nitakifanya tu kwa sababu inawezekana ni cha kwangu, ila kama ni matokeo ambayo unayafanyia maamuzi yanayowagusa watu, lazima ujue namna gani ya kuwafanya wale watu wasihisi adhabu baada ya maamuzi yako, wasione mzigo kwenye maamuzi yako. Maamuzi yako yasiwe sababu ya vilio vya watu wengine. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana la kuzingatia, ila unatakiwa kuangalia matokeo yale yatakayotokea baada ya kutenda, kufanya au kusema neno lolote yana mchango gani, yana mchango gani katika kufanya uweze kudumisha ile status ambayo inawezekana umeiweka au unatamani kuiweka. Yana mchango gani kwa vizazi ambavyo vitakuja nyuma yako, wale watu uliowafanyia yale maamuzi watakapokutana na watu wa jamii yako, watu wanaotoka katika mkondo wako, watakuwa na response gani kwao, watakuwa na mwitikio gani, watafurahia uwepo wao au wanaweza wakatamani kulipiza kisasi kwa yale ambayo umewafanyia. Jambo la kujiuliza, na nikukumbushe tu, unatakiwa kujiuliza, ningekuwa mimi ndiye niliyefanyiwa maamuzi ambayo wewe mnawafanyia wengine, au ningekuwa ni mimi ambaye nimeambiwa maneno ambayo wewe umewaambia wengine, ungekuwa katika hali gani au ungejisikiaje? Hayo ni maswali ya kujua kwamba sisi kwa tunaoamini kuhusu Mungu na tunaoamini kuhusu Biblia. Kwenye Biblia kuna fungu linasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Sio zaidi wala sio chini, ni kama nafsi yako. Kile unachopenda kufanyiwa wewe ndicho kitu ambacho unatakiwa umfanyie mwenzako. Kile usichopenda kufanyiwa ni kitu ambacho hautakiwi kumfanyia mwenzio. Kwa hiyo pale utakapomfanyia kitu ambacho wewe ukipendi, ujue umempenda jirani yako chini ya nafsi yako. Na ukimfanyia kitu ambacho wewe ungekuwa wewe usingeweza kujifanyia, yani kimekuwa kikubwa zaidi ya kile ambacho ungejifanyia, umempenda zaidi ya nafsi yako. Kwa hiyo mpende jirani yako kama nafsi yako, na jirani ni mtu yeyote ambaye anakuja kwenye maisha yako. Kwa hiyo lazima ujue na ulizingatie hilo, ili lisije likakupa changamoto pale unapokuwa ukiishi katika haya maisha ambayo Mungu ametupatia. Ila kuna kitu cha msingi ambacho nilijifunza na siku zote huwa napenda kukisisitiza kwamba ukiona jambo linatokea katika maisha yako, usianze kulalamika na kuanza kulaumu. Wana watu wengi ndio tunaanzaga hapo kwamba changamoto imetokea, unaanza kulalamika, unasema huyu Mungu hanipendi, sijui nini. Ukiona hali kama hiyo, ujue Mungu inawezekana kuna kitu ambacho alikuwa amekuletea lile jambo ujifunze, alafu ulikuwa hujajifunza. Kwa hiyo anataka upate nafasi tena ya kujifunza kile kitu kwa uzuri. Au amekuletea hilo jambo na wewe inawezekana alikupa hiyo nafasi uifanyie kazi na uwahudumie baadhi ya watu, ila wale watu hawakufanikiwa kupata ile nafasi ya kuhudumiwa na wewe. Amekupa hiyo nafasi nyingine ili uweze kuhudumia jamii ya watu ambao anatamani wahudumie. Na wakati fulani anarudisha hiyo hali kwa sababu bado hujakomaa kufika katika hatua nyingine ya maisha. Kwa hiyo lazima ujiulize kwamba kile ambacho kinakuja kwenye maisha yako kinakuja kwa ajili gani. Wakati fulani huwa najiuliza pale zinapotokea changamoto kwenye maisha yangu kwamba hivi Mungu alilenga nijifunze nini kwenye hii changamoto ambayo ameileta kwangu. Sijui kwamba wakati fulani inawezekana anazileta katika mtazamo mzuri au mbaya, ila lazima nijiulize hilo swali, kwa sababu wakati fulani inaweza ikaja kama changamoto, kumbe ni jambo zuri liko nyuma ya changamoto. Kwa hiyo usipopata muda wa kutulia kujiuliza vizuri, unaweza ukapishana nalo, ukabaki kulalamika kwamba Mungu hanioni, kila kitu ninachofanya hakifanikiwi. Kumbe Mungu alikuletea njia nzuri ya mafanikio, ila aliweka katika sura mbaya. Kwa hiyo wewe ukaiona katika ule mtazamo mbaya na likashindwa kuwa sehemu ya mafanikio yako. Na kuna msemo mmoja unasema hakuna mtu yeyote ambaye aliwahi kufanikiwa aliye na historia rahisi. Kwamba lazima kuna ugumu ambao Mungu aliupitisha katika namna ya kumfua ili aweze kuwa bora, kuenda matokeo makubwa. Na jambo la msingi pia ambalo unatakiwa kujua ni kwamba una uwezo wa kufanya maamuzi, ila huwezi kuchagua matokeo ya maamuzi yako. Matokeo ya maamuzi yako yanakuja kama zawadi ya kile ambacho umeamua kukichagua. Kwa hiyo leo ukimtukana mtu, matokeo yote yatakayokuja
baada ya wewe kumtukana huyo mtu, usitegemee kwamba utachagua kwamba hili lije hili lisije. Yatakuja kwa sababu ni zawadi au pongezi za kile ulichokifanya. Ndio maana unapoona mtu kapambana, kasoma kwa bidii, akafanya mtihani, akashindwa, alafu mwingine akapambana vile vile, akasoma kwa bidii, akafanya mtihani, akashinda, wakati fulani tunasemaga mbona Mungu anaona wengine hawaoni. Uhalisia ni kwamba Mungu wote anatuona, ila yawezekana mmoja kuna vitu vichache ambavyo hajavifahamu, na kwa sababu hajavifahamu na maamuzi yake, na kutokufahamu kitu haimaanishi kwamba wewe uko salama. Ina maana usipofahamu hauna tofauti na mtu ambaye amekataa kufahamu. Kwa hiyo wewe ambaye ufahamu moja kati ya sheria za asili au vitu vya msingi, na yule ambaye anavifahamu amekataa kuvifanya, wote sheria ya asili inawahukumu katika mlengo mmoja. Kwa hiyo ni muhimu sana kumwomba Mungu atusaidie kuvijua. Kwa hiyo pale unapovijua vitu vya msingi na yule ambaye anavijua ili hataki kuvifanya, mnakuwa tofauti. Kwamba wewe unavijua na kuvifanyia kazi, yeye havijui, anavijua ili hataki kuvifanyia kazi. Hiyo ni changamoto. Ndio maana katika uandishi, katika masomo tulipokuwa tukisoma, walimu wetu walikuwa wanatukumbusha sana, bana, ukiona huko chini, mtafute mtu ambaye amefanya vizuri kuliko wewe, muulize amefanyaje. Ile ilikuwa sio kwa sababu kukuonyesha kwamba wewe ni mdhaifu kuliko yeye, ila walihitaji kukuonyesha kwamba kuna vitu ambavyo wewe umepata haya matokeo kwa sababu hujavizingatia au hujavifuata, na huyu kapata haya matokeo kwa sababu alivifanyia kazi. Kwa hiyo utakapoenda kwake, anaweza akakusaidia kuvipata au kuviona kwa wepesi kwa sababu yeye tayari ameshaanza kuvitumia. Kwa hiyo wakati fulani usitegemee matokeo makubwa katika maeneo ambayo umetumia juhudi kidogo. Lazima ujue kabisa juhudi uliyoitumia kujiandaa ndio inayoamua matokeo kiasi gani uyapate. Kwa hiyo ukijiandaa kwa juhudi kidogo, matokeo yake utayapata kidogo. Ukijiandaa kwa juhudi ya kutosha, matokeo yake utayapata makubwa. Ninaposema juhudi simaanishi nguvu nyingi, namaanisha akili nyingi zikitumia nguvu kidogo. Kwamba katika kila jambo ambalo unalifanyia maamuzi au unataka kulitenda, ukizingatia akili unayoitumia pale ikiwa ni nyingi kuliko nguvu, matokeo yake yanakuwa makubwa. Ila akili ikiwa ni ndogo kuliko nguvu unazotumia, matokeo yake lazima yawe madogo. Kwa hiyo lazima ulizingatie hilo na litakusaidia. Kwa hiyo katika ufanyaji wa maamuzi, zingatia sana kwamba maamuzi yako utakayoyafanya kwako utayaona ya kawaida, ila matokeo yake lazima yawe kama zawadi ya kile ulichokifanya, na haiwezi kuwa tofauti ya hapo. Kila kinachokuja kwenye maisha yako wakati fulani inatakiwa umshukuru Mungu tu, kwa sababu ameona hicho ndicho kinafaa kuja baada ya lile kubwa ambalo lingekuja baada ya maamuzi mabaya uliyoyafanya. Kwa hiyo wakati unapokea matokeo mabaya katika jambo lolote, aidha ni katika maisha ya shule, maisha ya mtaani au maisha ya kazini, lipokee na ukubali kujifunza kupitia hilo. Ila ukiwa mtu wa kulaumu sana, ujue kabisa unapokuwa unalaumu, unajilaumu mwenyewe, kwa sababu hayo ni matokeo ya kile ambacho uliamua kukifanya kabla. Kwa hiyo Mungu akusaidie unapokuwa ukifanyia kazi, na naamini kwa mwaka huu ambao tumeuanza 2026, matokeo yake yanaweza yakawa mazuri zaidi pale utakapokuwa ukifanyia kazi kila hatua unayoipitia. Kabla ya kuifanya unazingatia matokeo ya kile ambacho unakitegemea, na mwisho wa siku unaweza ukajikuta mwisho wa mwaka unamaliza mwaka ukiwa na nguvu ya kutosha, kwa sababu kuna energy ya kutosha uliitunza nyuma baada ya kuitumia ovyo kwa kufanya maamuzi ya hisia. Mungu akubariki na nikutakie wakati mwema.